Alaikum baba. Oh, wa alaikum salam. Waladun Najib Nabil Walid Alhad. Vipi hali yako? Nzuri. Niambie. Natamsikiza japo kidogo tu. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nini maana ya watawasaw bil haqqi na watawasaw bis sabr? Ulikuwa unataka kujua watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Kwanza mwanangu, nataka nikwambie suratul Asr ni sura ambayo Imam Shafi rahmatullah alayhi anasema lau isingeshuka chochote kwenye Qur'ani isipokuwa sura hii ingetosha. Nani? Imam Shafi anasema hivyo. Kwa hiyo ni sura muhimu sana na sura kubwa sana, lakini kwa vile mwenyewe umetaka kujua na unatatizika na maana ya watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, hii ni kuonyesha Mwenyezi Mungu hapa nyuma amesema innal insana la fi khusri, hakika wanadamu wote wapo katika hasara. Mimi, wewe, mama, dada zako, majirani, wote tupo katika hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale tu waliomwamini Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Amen. Anasema ila hao wenye sifa ya nini? Ya kumwamini Mungu na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakawa na sifa mbili, watawasaw bil haqi, wakahusiana kuhusiana na haki. Unakumbuka darasa yetu iliyopita ilikuwa inazungumzia kiburi. Uliniuliza kiburi nini? Nikasema kiburi ni khamtun nasi wa baturul haqi, ni kuwadharau watu na kukata haki. Kwa hiyo wasiopata hasara ni wale ambao kwamba wanahusiana na wanakumbushana siku zote kuhusiana na haki. Kuna haki za Mungu na haki za binadamu, haki za majirani, haki za baba kwa mtoto, haki za mtoto kwa babake, haki ya mume kwa mkewe, haki ya mke kwa mumewe. Umeelewa? Mambo ya haki. Pia watawasaw bisabri, na wakahusiana kusubiri. Kusubiri ina maana nyingi sana, lakini maana zake kubwa mbili.